Hello mpenzi mtazamaji wa channel yako ya JTV1. Somo lililopo leo mezani ni somo nzuri kabisa la watumiaji wote wa smartphone duniani. Nikisema duniani namaanisha kweli, kwa sababu swala la wizi wa simu, upotevu wa simu ni swala la kawaida sana na haliwezi kuepukika. Kwa kama unavyoona hapo katika skrini yetu, kuna mshale ambao una vitu viwili, una A na B. A ya kijani na B nyekundu. Hapo tunamaanisha A ya kijani ni ya aliyeibiwa na B ni ya mtu ambaye anatafutwa, yani mwizi. Yani A anayetafuta, B anayetafutwa. Kwa wasiliana na JTV1 kwa msaada zaidi namna gani ambavyo unaweza ukaifuatilia simu yako ya mkononi, smartphone kimaanisha, hata kama mwizi akiwa ametupa line, mradi tu akiwa na simu yako. Huu mfumo unaongozwa na satellite kwa ajili ya kuitafuta. Ndio maana kama utaona hapo kwa juu pale kuna taa ambayo ina mshale wa kwenda juu, inakuwa inadimua hivi. Alafu pia kwa kushoto kwake kuna alama ya mshale ukionyesha umekata kona. Ina maana huu mshale ndio unaweza ukakuelekeza, yani step by step mpaka ilipo simu yako. Ukifika kama ni kona, unakata kona, wewe unakuwa unafuata tu, na pia ikikuonyesha kwamba umbali gani uliopo mpaka simu yako ilipo. Yani utaona kabisa vizuri bila shida yoyote. Hiyo ndio dunia yetu. Kwa vizuri kabisa, hiyo ni Tanzania. Kwa unatafuta simu yako popote pale ilipo duniani, hata kama umevuka nje ya nchi, mfano yuko Kenya, unampata tu vizuri bila shida yoyote. Wasiana na JTV1 watakusaidia vizuri kabisa. Sasa tunaenda katika mfumo kwamba yani sababu zipi zinazofanya uwe na haki na uwe na vigezo vya kuweza kuingia kwenye mfumo wa satellite. Karibu sana. Habari yako mpenzi mtazamaji wa channel yako ya JTV1, channel ambayo inakuletea video mbalimbali ambazo zinahusu kuelimisha kuhusu masuala ya teknolojia, kukuelimisha kuhusu masuala mengine mbalimbali, na pia kukuletea masuala mbalimbali ya injili na masuala mengine tu kaza wa kaza ambayo tunayapokea hapa kituoni. Samanini wapenzi wetu, tunaomba radhi kwa kipindi hapo acho kimepita hiki. Kama miezi kadhaa kwa kweli tumekaa kimya, ila tu ni kwa ajili ya mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yamejiri, lakini hatukuwa na sababu yoyote ile ya kuweza kufanya kwa ajili ya kukabiliana nayo. Ndio maana tukakaa kimya kidogo kwa ajili ya kumaliza kwanza haya mambo, ili baadaye tuweze kuendelea vizuri. Natumaini sasa tulivyokuja hivi, tutajitahidi kila wiki tuwe tunaweka vitu kwa ajili ya kukuelimisha, kuburudisha msikilizaji na mtazamaji pia wa channel yako ya JTV1. Leo hapa mezani kwetu tuna somo moja ambalo ni mwendelezo wa video ambayo ilishawahi kupita, inayohusu na namna gani unaweza ukaipata simu yako ikiwa imeibiwa. Namna gani ambavyo unaweza ukaitafuta, na kwa nini unaweza ukaipata sehemu gani, na ni sababu ipi kwanza ambayo inaweza kukufanya ukizi vigezo vya kuweza kuipata simu yako ambayo ikiwa imeshaibiwa au kupotea vyovyote tu. Sasa hatua ya kwanza tunaenda kuingia katika sehemu imeandikwa setting. Baada ya kuingia setting, tunaenda katika sehemu inaitwa local screen and security. Local screen and security. Tunafungua hapa. Baada ya kufungua hapa, kuna sehemu tunaenda tena imeandikwa other security setting. Others security setting. Kumbuka hii ni JTV1, inakuletea kabisa vitu ambavyo pengine ni adimu kuvipata na si rahisi, au unaweza kuipata lakini kwa gharama mbali kabisa kubwa, ambayo ni tofauti na hapa tunakupa bure kabisa. Ni muda wako tu na MBs kidogo kwa ajili ya kupata hivi vitu. Hapa baada ya hapa tunaenda kupata tena kitu kimoja kinaitwa device administrators. Device administrators. Baada kuingia pale, kuna neno moja hapa limeandikwa find my device. Find my device hapa tunaona iko active, lakini kuna uwezekano labda kwako ikawa detective kama hivi. Unaona sasa inavyokuwa. Kama ikiwa hivi, maana inatakiwa uilete hivi iwe active. Unaona?
Baada ya pale sasa tunarudi sasa kwa ajili ya kuangalia namna gani tunafanya. Hatua ambayo inafuata hapa, kumbuka hapo hatua tuliyoifanya ni kwa ajili ya simu kuiweka standby, kwa ajili ya simu kuiweka attention, ifahamu kwamba kitu gani ambacho kinaenda kufanyika. Baada ya hapo tunaenda, inatakiwa udownload application moja inaitwa number location. We game vipi wewe, ndio na kilele. Okay, sawa, inaitwa number locate. Number locate hii hapa ina muonekano wa alamani kama hivyo. Hapa simu na hapa simu, kwa mambo yanakuwa vizuri kabisa. Hapo inafunguka hapo number locate. Number locate hapo tunaona kuna neno start, tunagusa kwenye start. Baada ya kugusa start vitafunguka vi platform kama vitatu, tuna kama tunavyoona juu pameandikwa find number, nani kulia hapa pameandikwa setting, kushoto hapa pameandikwa check location. Lakini somo letu liko kwenye namba. Tunaweka find number. Hapa tunaambiwa tuweke namba. Mobile number locate ambazo tunataka kuzilocate namba. Okay, hapo tumeletewa hapo kuna sehemu kama mbili hivi, kama tatu hivi. Hatua ya kwanza ni sehemu pa kuchagua nchi, hatua ya pili ni sehemu pa kuweka namba, lakini hatua ya tatu pia ni sehemu ya kufanya sasa kitendo ambacho tunakihitaji kufanya, yani search now, yani tafuta sasa. Kwa tunaanza na moja. Nchi yetu ni Tanzania, sisi sio watu wa India. Kwa tunaenda Tanzania wapi jamani? Tanzania, Saudi Arabia, bado wa India wa. Tanzania hii hapa, Tanzania. Okay, Tanzania imekuja na kodi namba yetu ambayo ni alama ya kujumlisha 255. Kwa sasa hapa ni sehemu ya kuweka namba katika kitufe hiki cha pili. Namba hapo sasa katika kuweka haitakiwi tuweke namba inayoanza namba ya 0. Tunatakiwa tuanzie kama ni 6, kama ni 7, kama ni ngapi basi vyovyote. Kwa mfano tunataka kuweka namba ya Voda 0, tunaweka 755. Okay, 55. Mfano tu tunatoka tu mfano. Tena ngoja na mfano niwekee ya kwangu. Mtu anaweza kusema kwamba mbona ya mfano mbona ametumia namba yangu, maana naweza nikaweka namba ya mtu hapa ikawa kesi. Okay, ameweka ya kwangu kwa mimi ndo akutestia. Hatutaki hivyo. Maana 6 17 57 18. Unaona? Sasa hapo huu ni mfano tu, tunaangalia kwamba namna gani ambavyo unaweza kufanya. Kwa hapa tunaenda tena sehemu ya tatu ambayo ina search now. Search now. Hapo imefungua locate. Hapa sasa tunaambiwa to view on map. Yaani tuingie katika ramani sasa. Tunaingia. Hapa umetuambia kwamba confirm. Yaani thibitisha. Yaani kwamba wanakuambia kwamba ili kuweza kufungua hiyo map, yaani hiyo line, kuna video fulani watatuonyesha. Baada ya hiyo video ndipo tutaona matokeo yetu. Sasa kwa sababu ni mfano tu, sasa tuwe tu kama tunaikubalia, lakini video tutaiangalia, hii itakuwa somo jingine. Kwa tunagusa hapa continue. Continue imekuja hii nani, yani muonekano kama wa ramani fulani hivi kisatellite. Ina maana sasa hapa video tukisha iruhusu itakuja ile video, baadaye ikimaliza video inafunguka sasa platform kabisa, inakuwa kamili ya kuweza kuona namna gani sasa ambavyo unaweza ukaipata bila shida yoyote. Unaona? Ni kama hapa inavyofunguka huku. Lakini yani mabara mengine haya, unaona? Kwa sababu sisi nchi yetu ni Tanzania, ndio maana kwenye sehemu ya kuonyesha Tanzania wameweka kagiza pale, ili kwamba mpaka tuangalie ile video kwanza, baadaye ndio wanafungua. Ni kama tu malipo, ni kama katozo fulani, ili nao wapate faida kupitia wewe. Mpenzi mtazamaji, asante sana kuendelea kufuatilia video zetu, na asante sana kuendelea kuwa pamoja na sisi. Tunashukuru sana na tunaomba ushirikiano wako wa pekee sana. Maoni na ushauri tunauhitaji sana, maana bila wewe pengine hatuwezi kuwa kitu. Kwa hiyo tunategemea sana ushauri wako, maoni yako, kwamba nini tufanye. Basi
Kwa hiyo tunashukuru sana, endelea kwa pamoja na sisi katika video ambayo itafuata ya namna gani unaweza kairuhusu ile video na namna gani ambapo unaweza kupata kabisa location sasa nzima na namna ambavyo unaweza kaanza sasa step by step kwa ajili ya kufuatilia simu yako mpaka ilipo mlangoni. Tunashukuru sana. Hii ni JTV1. Endelea kwa pamoja na sisi, endelea kuwasiliana na sisi katika kucomment hapo chini, na usisahau sana chonde, yani chonde kusubscribe. Hapo big up sana ukisubscribe. Kwa kweli naomba sana penzi mtazamaji, kijana wa Kitanzania, kijana wa kike, kijana wa kiume, mtu mzima, babangu shikamoo, yani mamangu shikamoo, naomba jamani msubscribe. Nashukuru sana mkifanya vile, na mimi huku uzuri nitawaona vizuri sana, mambo yataenda vizuri. Kwa hiyo nashukuru sana jamani, endelea pamoja na sisi, tuendelee kuhabarishana. Asante sana na majukumu mema.